Watu wanaweza kukusahau, lakini Mungu hatakusahau. Fungua katika kitabu cha Mwanzo mlango wake wa 40. Sijui nisome niburukaruka ama nisome haya, kwa sababu hizi haya naona ni ndefu, lakini nataka tuende haraka. Nisomea katika kitabu cha Mwanzo 40 kuanzia mstari wa kwanza, mstari wa 7 hadi mstari wa 7. Nayo inasema akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva, na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitwaa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwako, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Habari ambazo tumezipata hapa katika kitabu cha Mwanzo 40 kuanzia aya ya 7, tunapata habari ya kijana anaitwa Joseph. Joseph alichukiwa na ndugu zake mwanzo kwa sababu ya kuota ndoto. Alipochukiwa wakamuuza na wakasema, to hell with your